السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، يا إخوة الإيمان، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا زيادة رحمة أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم ambaye ni wajibu kumtambua wa maarifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kumtambua kumjua nabii wetu, nabiyina, nabii wake Allah tabaraka wa taala, nabiyil umma, nabii wa umma, Nabii Muhammad kipenzi chetu sisi, ambaye yeye katufundisha uadilifu na adabu ya kila mja wa Allah kumheshimu mja mwingine. Na saa mimi na toa historia yangu, kwa sababu mimi nimezaliwa Pwani, Dar es Salaam, lakini nimekulia Kigoma Ujiji. Nimesoma shule ya msingi Ujiji, na najua maisha ya Ujiji kuanzia miaka 89, 90, 95 demokrasia ilipoanza pale katika nilipoingia Ujiji, na kwa kishindo kikubwa katika waasisi tukiwa ni wadogo, kwa sababu sisi kwetu Ujiji tumefundishwa siasa tukiwa ni wadogo. Demokrasia imeingia Ujiji 95 chini ya uongozi wa Dr. Waman Walid Kaburu. Yule ni mzee wetu, mashallah, alhamdulillah. Lakini fitna kubwa ilipatikana juu ya chama hichi cha Chadema katika mkoa wa Kigoma, hususan mjini pale Ujiji. Fitna kubwa nini? Ni juu ya watu wengi walipata hamasa kwa chama cha Chadema na kuchukia chama cha CCM, lakini asilimia ya viongozi wengi wa chama pinzani waga wanahamasisha watu kuandamana, mvurugano mbalimbali, na sisi tulikuwa tujitabui. Mfano, Dr. Kaburu alitushawishi vijana wengi, watoto wengi, tukampenda sana. Baada ya hapo akawa ni mbunge, lakini mafanikio ya kupatikana Kigoma haikupatikana mafanikio. Ikasemekana kuna baadhi ya watu wanasema kwamba anataka kuhamia CCM, na kweli alihamia CCM, lakini wengi walikuwa wafahamu ni story ambayo ya true, ukweli kabisa. Mimi mtoto wa Ujiji na ninajiamini naongea vitu vya kweli kabisa, na huyu ni mzee wetu Dr. Waman Walid Kaburu. Kwao ni mtaa wa Kawawa, na ndio kwetu sisi mtaa wa Kawawa. Mimi kwetu mtaa wa Kawawa, kwa mtakuja Masjidi wa Goma. Kwa hiyo na maana tunajua vizuri sisi hizi siasa hizi, tunazifahamu vizuri sana. Lakini wazetu walipambana na wakaandamana barabarani. Matokeo yake sasa, baada ya kuandamana palitokea vurugu sio kawaida. Watu walikula kichapo sio kawaida, kichapo cha maana, kwa sababu ya vyama hivi pinzani wanawakonvince watu wanaandamana. Baada ya kuandamana sasa unakula kichapo cha maana. Baada ya kula kichapo cha maana sasa, yule kiongozi ambaye anasababisha je kuandamana baadaye anabadilika, akahamia CCM. Uanze kumuita vipi mwanaetu, mtoto wetu, kipenzi chetu, tukupambania wewe utetee haki za watoto wa Kigoma na wazee wa Kigoma, mama wa Kigoma. Yeye alikuwa na sababu zake za msingi. Ikaonekana kuwa kuna kama ubabaishaji fulani katika chama cha Chadema. Wazee wa kumsikia Dr. Kaburu kaacha anawaambia magumu wazee wetu, akatoka Ujiji akahamia Dar es Salaam.
akiwa ni CCM Kigamboni huko. Wazee wakamleta Zitto Kabwe pale Ujiji, akamsimika. Nimeona clip hapa, kuna mama yetu analalamika kuhusu, anasema kabujanja. Zitto Kabwe ni kabujanja, yani make mjanja maana yake. Ni ndugu yangu, my brother Sheikh Mkongo, kama anamwelekeza bi mkubwa mama yetu yule. Naam, ni kweli wazee wakamsimika pale Zitto Kabwe. Zitto Kabwe aliingia katika kadi ya Chadema, baadaye ikashindikana. Baada ya kushindikana kamia wapi? Ndio akaanzisha hicho chama hicho kinaitwa NCT Wazalendo. Umeelewa? Baada hivyo mpaka bado wazazi wanalalamika, wakina mama kwa sababu mama analalamika, au sio? Ina maana, ila mimi namaanisha vipi? Mimi namaanisha kuhusu mfumo wa kuandamana. Lengo na makusudi yetu kutaka uhuru au kutaka mapinduzi. Jamani, kuandamana ni mtihani mkubwa, msiba. Unasababisha machafuko makubwa. Watu watapata shida, sisi tuna watoto. Na hao ambao wanasababisha watu kuandamana hawaishi hapa. Hapo nchi za nje huko. Kama ile sister Yunani, sister au masista wawili wapo huko. Wapo Ulaya, sisi tupo Tanzania. Kikija kulipuka hapa, sisi na familia zetu tutapata shida. Na wale mabwana wanakiingia wale, mimi nakumbuka wakiingia wale jamaa wale, hawaangalii mkubwa wala mtoto. Wale wanapigwa kiatu mwanzo mwisho. Somo la kumbe sisi tulikuwa wadogo sana, kipindi nakumbuka miaka 95 hiyo. Nilikuwa kama na miaka labda 9 hivi au 10. Tupo mtandarabu, maki mama yangu kwa mtandarabu. Tupo ndani tumejifungia mlango. Nasikia anasema sasa hivi tunapitia. Aliyokuwemo asokuwemo anapitia. Kwa sababu gani? Mnapokuwa mnaandamana, kuna wengine ni wezi, wanaibia tu, wanavunja maduka, wanaiba kupitia njia ya maandamano. Kumbe wengine ni wezi, wapigaji tu. Na wengine kuna wanafanyia vurugu wale ambao ni serikali, wanafanyia vurugu. Sasa mnawavuruga wale, wanaona sasa nitanie. Hapa tunapitia aliyokuwemo asokuwemo. Wewe sio binadamu. Hawajui kama alikuwemo, mwenyewe anajua wote ni kitu kimoja tu. Sasa maana wewe ukiwemo unachapwa, yani ni hatari. Wale ambao hawajui issue hii, waulize sisi watoto wa Ujiji wa Kigoma tunafahamu Ujiji kuanzia 95 96, waulize waambieni mnataka kuandamana, waambieni balaa ya Ujiji ilikuwaje. Wanaojua hiyo miaka hiyo hawezi kubali maandamano, hakubali maandamano. Hicho kitu hakipo duniani. Wanaofahamu tu Ujiji. Labda Ujiji miaka hiyo sisi tunafahamu. Haya, Mwembe Chai pale. Balaa ya Mwembe Chai tunajua watu walipata shida sana. Hiyo issue watu kutekwa. So alianza leo bila miaka mingi tuko. Miaka kibao tu ndio miaka mingi. Imeanza. Na anataka kurujia nani anemteka mtu, tumfahamu nani anemteka mtu. Cha msingi kuombea na dua tu. Allah atupe amani katika nchi yetu. Tuheshimu viongozi. Huwezi kupata haki wewe bila amani. Huwezi kupata haki bila amani. Mimi nimesafiri nimeenda Burundi, nimeona balaa ya Burundi. Hadi uchumi umeshuka. Maisha ni magumu. Yaani wewe ukipita barabarani umebeba begi ni hatari. Barabarani umebeba begi unasachiwa. Njaa, shida, uchumi upo chini. Yaani 10,000 ya Burundi huku ni 5,000. Na maana ukiwa na buku ya Burundi huku ni 500. Ukiwa na buku ya Tanzania Burundi huku ni 2,000. Yaani uchumi umeshuka sababu ya mambo. Tuangalie Kenya. Sisi tumeenda Kenya, Mombasa, Nairobi, tumeenda Mombasa, tumeona balaa. Unafanya muhadhara kumtangaza Allah Tabaraka wa Taala. Unakuja jamani sikiliza. Unakuja magavana. Unaambia nisikilizeni jamani, hapa leo hakuna muhadhara, hapa. Kwa sababu kuna watu wanatambana, wanaandamana, kuna vibaki, kuna wezi, na kweli tunafunga muhadhara, wanapita watu wahuni tu. Kwa hiyo watu wanasababisha maandamano, wasibia wengi, wengine wezi, ndio hapa fursa kuwaibia watu, ndugu zanguni. Na serikali haiwezi kukubali hicho kitu, na wana haki kwa sababu ndio jeshi la ulinzi linalinda amani. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa wengi wanafanya hivyo kwa sababu hawajui. Wanalazimisha tuandamane ila wafahamu hawajui matukio. Na ndio maana hao ni wajanja. Hawa viongozi wa chama pinzani wanalazimisha waandamane.
wachunguzeni familia zao wanaishi wapi. Yaani tumepewa akili, wanaishi wapi? Wengi sasa familia zao wanaishi Ulaya huko. Wewe angalia, wachunguzeni wanaosema tuandamane. Turizike na tunachokipata. Tupambane katika maisha, tumombe Allah, tufanye ibada, tumombe Allah tupe riziki. Dua, tuombeane dua, tupendane, tuhurumiane. Anayefanya kitu kibaya, maovu, Allah ndiyo atamhukumu. Hukumu yeye kwa Allah tabaraka wa taala, sio hapa duniani. Hapa ni kutenda. Tumombe Allah tupe subira. Ndio msingi katika maisha. Kwa wale wafahamu, wanaweza kuona labda mimi labda snitch na mngani vipi, lakini naongea ukweli. Mimi ni mwazi kwa sababu ninajua. Naamini, mimi na tabia moja, naamini kitu kilichotokea katika macho yangu nikifahamu, nikakiona na kifanyia kazi. Kwa hiyo machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.